Kuna watu wako na mafikira sugu, extremist, propagation of extremist ideologies, kwa maneno ya utamaduni. Umeona wengine wanasema ni utamaduni wetu wa jamii yetu ya Wakikuyu, alafu wanatuletea wahalifu hapa kupitia makundi haramu kama lile la Mungiki. Hata hiyo tutapigana nao, hiyo pia ni uhalifu, na hatutapendelea utumie utamaduni kuharibu usalama wa nchi. Na vile vile kuna wengine ambao katika siasa wanaendesha siasa yao, ikikwama mahali wanaanza kutuletea mambo ambao ni ya kuvunja sheria, ati wakijizingizia kuna haki za kidemokrasia na kisiasa. Siku ya Ijumaa kulikuwa na watu wa siasa wamefanya kile waliita maandamano. Tumepoteza watu 6 ambao wameuawa katika sehemu nyingi katika Kenya, eti walikuwa wakiandamana. Tuko na maofisa wa polisi pia ambao waliumizwa na mawe na vifaa butu ambao walipigwa nao na wananchi ambao walikuwa wanasema wanaandamana. Wengine wanasema katiba inasema kuna uhuru ya kuandamana. Ni kweli, lakini wenye wanaongea mambo ya katiba hawaielewi. Mimi naelewa hiyo katiba kuliko hao waungwana. Iko right. Kama upendi kitu, mambo ya siasa, enda pale uandamane. Kama ni mambo ya bei ya bidhaa upendi, enda sema pale mambo ya bidhaa nini kwa mkutano, useme vile unataka na useme siku ile utachaguliwa vile utafanya, alafu uende nyumbani. Hiyo ndio maandamano ambayo imekubaliwa. Katiba inasema wale watu ambao wanaenda kufanya mambo yao wasibebe silaha, wasiumize watu, wasivuruge amani ya taifa. Na nimeona imekuwa mtindo kila wakati kukiwa na maandamano, tunapoteza maisha ya Wakenya. Saa ingine tunaumiza polisi, wengine wamekufa katika ile maandamano ya Februari, tulipoteza afisa wetu wa polisi. Katiba inakubali maandamano, lakini haikubali kuvunja sheria. Wewe unataka bei ya unga ishuke na bei ingine ya kitu ingine hapo. Ni kweli. Mheshimiwa Rais mwenyewe